Clouds TV, empowering lives. Uelewi mpaka unachanganyikiwa. Sema kuchanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kipindi kimoja nilikuwa nimefika mahali nimechanganyikiwa mpaka nikashindwa, what is this that is happening in my life? Unajua unaweza fika unachanganyikiwa mpaka unaona dunia imefika mwisho. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona uko na Mungu lakini hauna Mungu. Unaona ni kama Mungu ako pamoja na wewe lakini hayuko. Amekupotelea, amepiga kona 2 3. Hamuonani na yeye. Unajaribu kumuita hasikii, na hata kufungua kinywa kumuita, it is very difficult. Bwana Yesu asifiwe sana. But when God decides and says it is over now, it is over. Na ikikuwa over is over. Na anakupanga na anakuonyesha this is the direction. Storms are very good. Bwana Yesu asifiwe sana. Storms are very good. Hakuna kitu cha maana kama storms. Because in the storm, you are able to come out strong. In the storm, you are able to come out strong. In the storm, you are purified. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kwenye storm, wakati kwenye mawimbi, kwenye machafuko, unatengenezeka, unaundwa, unakuwa mtu mwingine. Na in the storm, you get a new direction. Bwana Yesu asifiwe sana. In the storm, you get a new direction. Maana ile direction, vile vitu ulikuwa unafikiria ndivyo hivyo, utakuta vitu vyote vimebadilika. You are not the same. And when you come out of the storm, you are no longer that person again. Unajikuta you are completely a different person. Na kuwa different person is because now the storm humbles you. Inakuleta chini. The storm humbles you. Inakuleta chini. Inavunja wewe. Kama unaitwa karaoke, inavunja karaoke, anaisha. Inarudi inatengeneza karaoke mpya. Hallelujah. Kama unaitwa Jerry, inavunja Jerry, anaisha. Anatengenezwa Jerry ambaye hana kiburi. Anatengenezwa Jerry mwenye hana marigo. Anasema Jerry mwenye anapenda Mungu, mwenye atapenda watu, hususan kulingana na kazi ambayo unaifanya. Kulingana na mwito ambao Mungu amekuitia. Mwito ambao Mungu anakuitia. Kama hebu enda tu ukae chini, ujifanyie mahesabu, ujiulize Mungu amekuita namna gani. Siku ile utaelewa the calling that you have. Utaelewa tabia zile unakuwaga nazo ni zimetoka wapi. Maana tutabia twingine unaona huko nato ni kulingana na calling. Na hiyo calling yako inataka kukuchoma, ndio uchomeke, uwe mtu. Kwa mfano kama is you are a leader, a political leader, kiongozi katika mahali fulani, kuna kuchomwa, kuna ambatanisho na watu ambao unafaa kuongoza. Ndio unaona mtu anaitwa Sulemani, maana alielewa kuna kuchomwa. Alichungulia baba yake akichomwa. Alichungulia baba yake akiteseka, akipelekwa mbio. Ndio kwa maana wakati alifanyika king, alienda kwa Mungu kwanza, akamwambia nataka hekima. Sitaki kupitia mapitio niliona baba yangu akiyapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio aliona, alitoa sadaka za dhabihu ya ng'ombe 1000. That is a major and a main sacrifice. 1000 cows. Akachinja. Kuna Biblia inasema mpaka damu ikateremuka kama maji. Ikateremuka ni kama mto. Alichinja kutoka asubuhi ng'ombe 1000 mpaka wakachoka, akaenda kulala. Alipoenda kulala kujiwekelea mahali hivi, Mungu akamtokelezea. Akamwambia niambie unataka nini na mimi nitakupatia. Maana Mungu aliona jamaa ametoa dhabihu ya kutosha. Jamaa ametoa dhabihu ya kumpigania. Na wale ambao hawatoi dhabihu na Mungu anataka kukutumia, yeye mwenyewe anakufanyanga wewe unakuwa dhabihu. Sasa yeye mwenyewe ndiye atakuwa kikutoa pole. Anakufinya pole. Ukienda padi unawekwa button. Ukienda pandi unawekwa button. Ukienda padi unawekwa button. Ukienda padi unawekwa button. Back at the time you will become that leader. So you choose in between. You surrender, give the sacrifice, or you make God make you a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unaona kuna watu wanalia because God wants to make you a leader. Mungu anataka kukufanya nabii ama pastor ama muombezi ama mtu ambaye ako na anointing healing. Kama Mungu amekuita na amekuitia na anointing ya healing, what do you expect? Expect kwenda Kenyatta. Ward 7. Umechomeka, accident, kiugonjwa ambacho hakiponi,
na hakiko, yani the doctors wanakuambia mimi sioni ugonjwa, lakini wewe ni mgonjwa, hata kutembea hauwezi kutembea. Unawekwa ndani ya mashini, unapitishwa, hakuna kitu kinaonekana, lakini miguu imehangiwa, maana hii joint haishikani. Umeshuhudiwa kule ward 7, mguu iko padile gine wale, afu kuna mawe pale imehangiwa pale. That is how God will deal with you, to make you understand that when you are speaking healing, you know what is healing. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are speaking about leadership, lazima Mungu akuunde, akutengeneze mpaka uingie ndani ya leadership, so that you may understand how to behave and how to walk with the people. Hallelujah. Because walking with the people is one thing, and becoming that people is another thing. Because the people you are leading, you must become like them, so that you can be able to lead them, so that you can be able to know ukwe na understand, ukwe na kuwapenda. Maana wengine wananuka, wengine wako na chafu, wengine hawajui kuongea, wengine hawajui chochote. Yani they are there, hawajielewi. Yani wako huko tu vita, wako na vita. Wengine wamekuchokora, wengine wamekuhanya, wengine wamefanya, wengine, yani all over there is battle after battle by your own people. And for God to use you to become a leader to them, lazima akutrain. Hallelujah. Na kukutrain, atakutrain in a very hard way. Baka wewe ukiangalia hivi unaona si ni kama Mungu aliniita ama ni mimi nilijiita. Maana wengine unakutanga unaona unaagi, ukijiangalia hivi unaona this is not God. Kulingana na venye umefinywa. Unafinywa baka unafika unasikia kweli. Na wale wanakufinya ni wale unaongoza. Ushaona kitu dangerous kama hiyo? When God is training you, na anakutrain na wale watu. Yani you are school and you are doing practicals. School, wacha theory. Unaenda na teacher wino wa chemistry, theory, alafu afternoon unarudi kwenda kufanya sulfuric acid na hizi zingine kwa laboratory. Alafu unamwagikiwa na hiyo acid kwa sababu hukujua na ile acid. Bwana Yesu asifiwe sana. It is more dangerous and more painful when you are trained by the people you are leading. Because the people you are leading becomes a thorn in the flesh. Ndio wanakusumbua, ndio wanakuchochea, ndio wanakupiga, ndio wanakulima, alafu wanakuja dad. Bwana asifiwe dad. Niliona Mungu alinionyesha ndoto. Wewe ukikuwa, yani ulikuwa mbele yetu, tulikuwa wengi tunakufuata dad. Tulipofika mahali nikaona umemea mabawa dad. Ukakuwa juu pale dad, na ukakutaongoza vizuri. Dunia mzima ikakuja ikaanza kusema ni wewe dad. Alafu akimaliza dad anaenda kwa kona ile nyingine. Unamkuta hapo akisema venye dad ni msherati. Huyo dad mwenye umemsifu mpaka umemlete mahali juu. Pale umekukuta akipigwa, akichijwa. Anachijua pale, na hiyo watu wote walikuwa nasema dad. Sasa unashindwa, ni dad mgani huyu? Ulikuwa naongea na nani? Ndio sasa unasikia story ile inatoka huko, ni mlipuko. Sasa imagine kanisa mzima imeambiwa dad wenye alifanya. Sasa kila mtu anakuja gai. Kani dadino yake yao. Ni kanisa kakadiko shoka goka. Hiyo goko ni kwa goma. Unakuta unahubiria watu kama sasa wote hawa ni madad, walikuita madad, lakini venye wanakuangalia tu wanakuangalia kama sanamu. Haya. No, detolato. Uko nyuma ile maneno uko nayo hapa baya ya dad iko hapa imejaa. Na unahubiria watu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Preach it. Preach it, prophesy. Na nenyo kadeli shida kwenda prophesy. Because God has chosen that path. Bwana Yesu asifiwe sana. To be able to understand. To be able to understand people, types of people in your life. Because the types of people mmekuja different. Ukiangalia tu vichwa twenu, kuna karaudi, kuna kamekaa hivi, kuna kingine kamekaa hivi, kuna kingine ni ka brown, kuna kingine ni ka green. Tuote tofauti, thinking, mafikio ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima Mungu ananiletea watu kama hao. Wengine ni wachawi, wengine wako na vibeti zao hapa naziweka na ngozi za nyoka huko. Wako na wengine wameweka chura ndani ya bagi. Mwingine ananiita dad. Nena gethito bagi neno araje take dad. Gethito kila kenge atumireire thuruari neno araje take dad.
iko ni arenda ginya tuito kanywe gikombe na gia chai tondu arenda ku test, ataka ku test kama githito yake na hinya na nguvu yako ama inafanya kazi. Sasa unamwangalia tu unamjua huyu ni mjiga. Kuna githito unaambia githito wewe una nguvu, umeingia territory nyingine. Yeye anafikiria kinafanya kazi lakini hakifanyi nini? Hakifanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine nakuta ni mang'aa. Mwingine anamwambia kitu sahihi lakini ukienda hapa unakuta hafanyi na hataki kufanya na hakuabii. Mwingine anasema mimi sisi tutakuwa tukitoa pesa. Mimi akadikosha kuruta pesa kandia noeha. Aikarede gete. Banyita. Nyarenda kuigira nyobelale horent. Nyarenda kwa kaniro nethitima. Nyarenda guthikiriria Saudi eno na ndarenda kumenya andu acio Michael honaki. Na dad umebarikiwa. Niliota dad ukiendesha gari kubwa. Noti gari kubwa. Nimeshiria Mariana Muhaha unaenda kukufa, unaenda kuisha. Na atakaa hapa mpaka hakikishe umekufa. Sasa katika kukaa, kumbe ni Mungu naye ananiambia hiyo ni ule mtu anataka ukufe. Sasa unajua ule anatakaga nikufe. Na huyo mwingine anatakaga nikue kiwete. Huyo mwingine anatakaga nikue hivi. Huyo mwingine anataka nisambaratike. Sasa Mungu ananiletea hawa watu wote ninawa understand. Sasa ananifundisha utakuwa ukidili na huyu hivi. Utakuwa ukidili na huyu hivi. Huyu agedili na yeye hivi. Huyu utakuta kila kitu wanakuja. Utakuja kuna youth vinakuja hivi, wanaume wakubwa wanakuwa hivi, wanawake wakubwa wanakuwa hivi, kila kitu, because God is training you and he is using these people kukufundisha ndio uweze kuwa mkamilifu, ndio uweze kusimama vizuri, na ndio uweze kusikua unaweza kufanya jambo kazi ya Mungu ukitumwa mahali popote. Sasa mimi nimequalify. Bwana Yesu asifiwe sana. Si niliwaambia juzi nikaambia sitakuwa nikikasirika kwa sababu niliqualify makasiriko. Mlinichoma vizuri. Mlinitengeneza, mkaniuda vizuri mpaka sasa nasikia raha. Unajua unaudwa mpaka unasikia umechomoka kama chuma mzuri. Unasikia raha, unasikia tu kusmile. Kuna mama mwingine alikuwa amekuja hapa kanisani juzi, rafiki yangu sana. Akaniambia nataka kukuona. Akakuja nikamwambia nione. Tukakaa chini, akanipatia story, akaniambia apostle. Dada go thaitha. Weke ogwai. Wabi uthi hard to take off. Wende ukae kama wiki mbili, ulale vizuri, alafu ukuje. Nikamuuliza nike apostle. Nikoishire, nurarakara. Nikoishire, nioreka. Akanipatia ka story 3 good hours hapa kwa ofisi. Akanipatia shilingi 5,000. Akaniambia kama ni pesa hauna. Wende, mimi nikamwambia hoteli inaweza kuenda. Kulala siku moja ni 20,000 one night. Sasa ukinipatia 5,000 labda unaniambia niende hapa Karomaido na Karomaido sasa nikitalipa hii 5,000 nitapata ya kukula kweli? Akaniambia wacha nikutafutie ingine. Nilikajua huyu lazima nipole, sitamwacha hivyo, lazima nimuitishe pesa. Nikamwambia wewe nitafutie 20,000 nitaenda. Akanipatia, akarudi kwa M-pesa akatoa 20,000 akanitumia. Sasa hiyo nikaita yule mama anatuleteaga uga, nikamwambia nenda goikeria ngiri 20. Ongerera makonia mere ma mutu. Well, because yeye ni mmoja wale wamekuwa wakinichokora hapa, lakini sasa amerealize kazi yake imefaulu. Sasa nataka kunituma off ndio kahuroke hado tabe tuthokia leo kanitha utari hakuhi. Because hiyo ndio the manner and the systems of God kutengeneza kukuuda. So ukikuwa mjiga ukwambiwa wewe ni msherati na ukubaliane na hiyo usherati, basi kwa sababu ni spirit wanakurushia. Ati tulikuona ulilala na mtu kwa hoteli, hiyo ni spirit anakurushia. Tulikuona ukikula pesa ya watu, hiyo ni spirit anakurushia. Tulikuona ukiiba kitu, hiyo ni spirit anakurushia. Na hiyo spirit usipokuwa mwangalifu itakukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they want to wanarusha spirit ya anger ndio ukasirike. Makasiriko, ukikuwa na makasiriko utashindwa kuendesha kazi ya Mungu venye inastahili. Maana utaoperate na makasiriko, utaoperate na njia ambayo haieleweki. Bwana asifiwe sana. Utaoperate na mipango ambayo sio yako. Maana when they arrest you kwa anger, they control how you do it. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is the agenda. Alafu kunatokea sasa hawa wanaitangwa inborn, ni in-house, ama wanaitangwa household enemies. Household enemies ni wabaya, afadhali wale wa huko nje. Maana ma household enemies munakaaga na wao, munakulaga na wao, ni masista zako, ni mabrother zako, ni washirika wako, ni togodu twaku. Moka mwaikana nao ndio mnakaa hivi, ni boyfriend yako, ni girlfriend yako, ni yule anakuitaga babe.
kumbe ni nyoka. Anabadilisha kara kulingana na ile nguo umevaa. Akiona umevaa white, anabadilisha na kuwa white. Sasa hautajua. Wewe utakuwa ukifikiria ni mtu mwenzako. Kumbe ni nyoka imevaa nguo ya kama yako. Imevaa rangi kama yako. Ukikaa kidogo kikuwa black, ukivaa black ana change. Anakuja kiwa black. Hao ndio watu tuko na wao wengi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Manyoka wengi ndio tuko na wao. Katika maisha yako, katika familia ndio mko nao. Ndio hao mabrother zako, ndio hao masista zako, ndio hao washirika wako. Ndio hao mnakaaga nao, mnakulaga nao every day. Lakini ana kitu anakuchomaga. Na mnacheka tu na yeye anakuita apostle, mwadhani yagosho. Kumbe pale unaona kamoshi, unamuuliza na ile kamoshi ni nini inachomeka pale? Anakuambia ni tairi inachomeka. Na hakuna tairi, ni ile moto ameakisha yako. Karibia hapo ukute kila kitu yako inachomekea hapo. Na anakaa na wewe na anakuambia na mwakili angalia unaendelea. Ni nini? Twende tuangalie. Ukimwambia twende tuangalie, anachukua kasimu. Hello. Hapa hakuna network, dia chomoke, wewe uende ukajiangalilie mwenyewe. That is the household enemies. Hapa wanakuelewa from A to Z. Wanaelewa kutoka kidole yako ya mguu mpaka nywele yako, wanakuelewa. Wanaelewa ukiinua mguu ya left unamaanisha nini. Wanaelewa ukiinua ya right unamaanisha nini. Wanaelewa ukifanya hivi, ukae hivi, wanajua automatically kuna kitu. Wakielewa umejishika kichwa hivi, wanajua umejishika kwa nini. They know every move of your life. They understand what you ate yesterday. They understand what is your dressing code. They understand what you are about to say. Wanakujua na wanakuelewa. Those are dangerous people. Sema dangerous. Dangerous people. Ni watu unafaa kuwakaa mbali. Ukiisha kumjua, mulete karibu. Ukijua ni household enemy, usimupige kabla hajajilete. Hello. Ukiona ni haka ka household enemy, kalete karibu kabisa hapa. Paka unakashika, unakaita. Kama ni kama mwanamke kaite babe. Hello. Kama ni kama mwanamke kaita nini? Si mimi naongea na nyinyi. It's a discussion. Kama ni kama mwanamke kaita nini? Na kama ni kama mwanaume, darling, muite darling. Tembea na yeye hapa. Ukimenyaga eno ni nyoka. Ule urekaga una keep distance. Ukijua ni ile nyoka ya kuuma, keep ka distance tu kidogo. Ukijua ni ile nyoka ya kurusha mate, kaa mbali kidogo 1 meter. Unajua 1 meter haiwezi kurusha ifikishe. Ukijua ni ile inakujaka inaguka kwa sahani na kujolea sahani, make sure haipatani na sahani, lakini utembee nayo. Usimupige mpaka akuje karibu na wewe. Umlete karibu, ndio ile vitu zake zote, arsenal zake zote azitoe. Akiziwekelea kwa meza uone ametoa mpaka matumbo, ndio hiyo kwa meza. Sasa lipua saa hiyo. Lipua, maana hakuna kitu atafanya. Vitu zake, silaha zake zote ziko nini? Lakini ukipiga aende, ataenda kukumaliza. Mahali wataenda, watauganika 2, 3, 4, watakumaliza. So it is always good, bring them closer. Don't throw them away. Keep them closer. Don't keep away your enemies. More especially the household. Wa kanisa, wale wa nyumbani, wale brother zako na masista zako na maanko na maanti, walete karibu. Wacha kusema yule anko mimi sitakagi kuongea na yeye, mimi sitakagi kumuona, mimi sitakagi hata kumusikia. Hapana, musikie. Ukisikia ni nyoka, musikie. Ndio ujue napaka namna gani. Maana ukimrusha umutupe, utakuja kulia siku moja. Siku na siku utaitana, na ukiitana utakuta Masai is already ready. Maana walikuwekea mitego, walikuwekea bila wewe kujua. Maana wanajua mahali unalalaga, wanajua kile unakulaga, wanajua mahali kila kitu unafanyaga, they know. Bwana Yesu, kikyo kimwanaume chako ati ni husband, kinakujua mpaka unimekio ile ngorotaka. Anajua ukilala umelala. Anakufanyia mashughuli zake usiku vizuri, ngorotete ngorotaka. Basi akakuga haha katika jina la Yesu ucio mundu mejaragia agakira tiko kira akiraga ndiko menyamenyaga nende kiria wira kirimu nikyo giki mwathani agosho. So deal these people, and that is how you will be able to win the battle. Battles are not won by being combative. Battles are not won by being subjective, ati una push mtu anaenda mbali. Hapana. Ukijua mtu ni adui, mulete karibu kabisa. Na mimi hivyo ndivyo natembeaga. Nikijua wewe ni adui, ukiona nimekuweka karibu sana, wewe ni adui yangu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume
Acts chapter number 23 verse number 12. Inasema when it was day, the Jew made a plot and bound themselves by an oath, neither to eat nor to drink till they had killed Paul. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wakapanga kitu, wakasema hatutakula wala kukunywa mpaka tumuue huyu jamaa. Walipanga. Sasa hawa walipanga, sio watu ambao walipanga, ni watu wanamuelewa. Ndio kwa maana walijua huyo noginya tu, we must fast for these people. There are people who are fasting against you. Hello. There are people who are fasting for you to die. There are people who are fasting for your marriage to go down. There are people who are fasting for things not to work in your life. Kuna watu who are fasting. They are in the plan. Wamepanga kila kitu. Kuna mtu anakujaga hapa, anaweka dhabihu yake hapa. Mnamuona mkiomba pamoja, mlikuwa mmeshikana mkono pamoja, mumeomba, lakini yeye umemuona ameenda ameweka dhabihu pale, ama amekuja amewekelea hapa. Kumbe ni yeye amewekea. Na alikushika mikono ndio akuweze, akujue nimemalizia huyu mtu. Sasa yeye mkiachana atajua nimekamata, maana alihitaji the contact munyitane moko. Wewe murahoya nagakwira obesha mashaka ndara, ninaomba papa, ninavupango ya wachawi. Yeye anasema I cancel. Na malisa wale ambao wanatuendeaga chini chini, I cancel. Yes, yeye anafanya canceling. Wewe unaomba unamaliza, unasema na yeye anasema amen in the canceling. Sio amen in your prayer. Amen in what? Alafu namuona anakuja naekelea nini? Dhabihu hapa. Na anapiga magoti hapa. Anatumia hii madhabahu kukugoga. Sio lazima ukue uende kwa wachawi ndio utumie madhabahu ya kugoga mtu. Utachukuja hapa hii madhabahu. Madhabahu yoyote unaweza itumia kwa malengo fulani, as long as you know how to operate. As long as you know how cooperate. Madhabahu inaweza kutumika hii. Wachawi wana uwezo wa kukuja hapa na watumie, kwa sababu tumetolea dhabihu. It is active altar. When it is an active altar, you can use the powers za hapa kuroga mtu, as long as utoe dhabihu kulingana na venye inatakikana. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndio unaonanga watu wengine tuko na wao hapa lakini ni wachawi. Tuko na wao hapa lakini kuna vitu vingine wanafanyanga. Unakuta mlikuwa mkiomba kama kikundi, unaona hiyo kikundi kinaanza kusambaratika. Mlikuwa timu ya praise and worship mzuri, mnaiba vizuri, lakini katikati yenu kuna mtu mmoja anabomoaga. Mlikuwa kitimu cha asha mzuri, lakini katikati yenu kuna mtu anakuwa kazi yao ni kubomoa. Na mnashikanaga pamoja, na katika kushikana anainua madhabahu yake, anatumia mshikano hiyo kuinua madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nawaambiaga kanisani ndio kuna wachawi wale wengi. Unakuta mtu amefanya kama madhabahu kake male pale, anakutaka kila wakati ukamkuta anaendaka kukaa hapo, akiomba na obeaga hapo, na akitoa sadaka anatoaga hapo. Maana that is a territory capture. Ni kaeneo, kama eneo kakufanyia dhabihu zake, kama eneo kakufanya kazi zake, kako hapo. Hiyo ndio madhabahu yake. Wewe unafikiriaga yeye ni sister, hata dako hoya dirikane mahoya ine, kumbe unampatia ruhusa. Maana umemwambia dirikane, umempatia ruhusa, amepata ground ya kukugoga zaidi, maana ako na kifunguo yako. Wewe ndio ulimwambia dirikane, wewe ndio ulimfungulia akugoge vizuri sawa sawa. Ndio unasikia ule Biblia ikisema si watu wote wanaambiagwa kioneki. Si watu wote wanaambiagwa what is the next move. The people you are with are most dangerous kuliko wale wako kule nje. Wakati kale kamuse kanaitwa Mukuimodo kalianza kuniroga, nilikaelewa kakiwa bali, na nilikagoga kakiwa bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikamaliza kakiwa bali, maana najua kakiwa bali ninakaona. Lakini kuna nyoka ninakuaga nazo hapa, nyoka baya. Na hizo nyoka ndizo naturalist zaidi. Unaona kenyoka kiugicokete ugikorete thani ni giikarite thani ugeciria ni thamaki, tondu gikuja wega gigaikara wega ugeciria ni thamaki, ukaja gutinagia weneke ni thamaki uraria, githe ni nyoka uraria, ugecoka kuga nda yakwa, wewe mwenyewe ndio ulijipatia sumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu ya muhimu sana katika kuangalia mkiwa kwenye kikundi. Kama sasa mkikundi cha intercessor, kikundi cha intercessor kinakuaga na wachawi wengi kuliko wale ambao wanaenda mbinguni. Ukasikia umetakasa intercessory hapa, ati intercessory kuja, wale wanajiandikisha wengi wanakuwa ni wachawi. Utakuta mtu wa genuine hapo ni mtu mmoja ama watu wangapi? Wawili. Sasa imagine katikati ya watu 7, watu wawili ndio genuine. Wanashidaka to strive kulia
kulia. Kwake unasikia mtoto amegojeka. Ukakaa kidogo unasikia guka yako amepelekwa hospitali. Unasikia nani imefanyika. Unasikia apostle yani kazi yako utashinda firefighting. Ogo turohoragia mwaki, ogo turohoranaga na todo ni makweheria system ine yaku. Na ndio nakwambiaga ukisikia vita vimeinuka, ondoka kidogo nenda sasa ujipange maana wameanza. Na sasa hiyo njia wamekugoka nayo ndio una understand. Marago na kashira kaka. Bethel Clouds TV, empowering lives.